kuanzia mstari wa kwanza kuendelea. Yes, mpaka nitakapokuambia acha, lakini kuna wakati nitakuwa nakuachisha ili nizungumze jambo. So unajua watumishi tulio. Nikisema neno moja nitasema neno moja. So nivumilie. Atende. Biblia inasema kwamba hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Ndio. Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. Usingizi wake ukamwacha. Ndio. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mstari wa 3. Mfalme akamwambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika. Nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika. Hata nijue tafsiri yake. Mstari wa 4. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme, uishi milele. Tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mstari wa 5. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande. Okay, naomba kustop kwanza hapo, tumeze hiyo hapo. The Bible says mfalme akawa amewaambia, kumbuka ameita wachawi, wasoma nyota, wasihiri. Wangapi mnajua wasihiri? Wanajimu, watu wanaosoma nyota na kuagua. The Bible says mfalme akawaita hawa, alafu akasema nina ndoto niliyokuwa nayo. Sasa ni vyema mfalme angewaambia ni ndoto gani, lakini alisema nimeisahau. Kwa hiyo ninawapa jukumu la moja, nikumbushe ndoto niliyoota, alafu 2 muitafsiri. Kwa hiyo nawapa kazi 2. Sio kwamba nawaambia, haiko kama Farao aliota kwenye maandiko anasema alieleza ndoto kwa Yusufu akaitafsiri. Lakini huyu anasema hapana, nimeisahau. Kwa hiyo nataka unieleze ni ndoto gani, alafu ndio uitafsiri. Na akasema atakayeweza kuitafsiri atapata kupandishwa cheo, lakini mkishindwa kuitafsiri mtakufa. Sasa nataka uelewe, mfalme amewaita wachawi, wasoma nyota waje kutafsiri ndoto. Na hii ni ndoto ambayo hajawaambia ni ndoto gani. Anasema waje wamwambie ni ndoto gani, alafu waifasiri. Sasa nikueleze kwamba mfalme hawezi akawaita na kuambia kuna ndoto nimeiota, sikumbuki, nielezeni ni ndoto gani. Kama wasoma nyota hawa au wachawi hawa hawawezi kufanya hivi. Mpaka mfalme anawaita kusema ingieni, kwa sababu mpaka kuambia watu wakwambie ndoto, ina maana amewaruhusu kuingia kwenye lango lake la ndoto, na anawaambia ingieni huko, tafuteni vitu nilichoota usiku. Kama hawawezi kufanya hivyo, mfalme asingesema hivyo, kiasi kwamba angesema siwaambii tu mniambie ndoto, bali msiponiambia mnakufa. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba wachawi, wanajimu, wasoma nyota have an ability to tap into your dreams. Wana mamlaka na wana nguvu ya kuweza kuingia. Tunapozungumza ni kama nilivyowaambia wakati ule kwamba hizi ni hekima, tunaitaga hekima za kichawi. Mtu yoyote aliye wa nuru au wa giza, niliwaambia wanadamu hatujajaliwa hekima, tulichojaliwa ni busara. Roho ndo zina hekima. Kwa hiyo ukimwona mwanadamu ana hekima ni kwa sababu kuna roho ameambatana nayo, iwe ya giza au ya nuru.
na niliwaambia kwamba kuna hekima ya giza na nuru. Nikakupa mfano one time, nikakwambia ukiingia kwa mganga akikwambia ingia kinyume, that's a wisdom. Ile ni hekima pia, kwa sababu hekima is a spirit. Kwa ukiona mwanadamu ana hekima, ujue kuna roho anayo, kwa sababu mwanadamu alichopewa ni busara. Wisdom is found among spirits, zinapatikana katika roho pekee yake. Sasa mfalme akasema, niambieni ndoto yangu, na anaongea na wachawi. Kuna kitu tunaita astral projection. Astral projection ni uwezo wa mchawi kutoka ndani ya mwili wake na kuja katika ndoto yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri ukimwona ng'ombe anakufukuza, you really think kuna ng'ombe anakatiwa majani mchana anasubiri iwe saa 8 aje kufukuza kwenye ndoto? Hello? Hivi unafikiri really kuna rhino tunamuhitaji wote